Leo hii nimeshuhudia tukio la kusikitisha sana, na ninaamini Watanzania wenzangu pia wameshuhudia tukio hili la Mheshimiwa Waziri Nape Nnauye, waziri ambaye aliondolewa katika nafasi yake ya waziri wa habari, sanaa na vijana, alipokuwa akitaka kukutana na waandishi wa habari kuzungumza nao kuhusiana na hatua iliyomfikia ya kuondolewa katika nafasi yake, bila hata kujua kwamba alikuwa azungumze nini. Ndugu Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akatuma watu wawili ambao wanasadikiwa kuwa ni wa usalama wa taifa. Mmoja wapo akamtisha Nape kwa bastola, akumsukuma arudi kwenye gari, huku akimtolea silaha na kumtisha kwa silaha, bila kujali wala kujua kwamba Nape alikuwa azungumze nini, bila kujali wala kujua kwamba huyu ndugu ana familia, bila kujali wala kujua huyu mtu ni Mtanzania na una uhuru wa kuzungumza, wa mawazo. Lakini tumefikia kwenye Tanzania ya kiongozi ambaye ni psychopath, mwenye dhana kwamba yeye pekee ndio mwenye uhalali wa kuzungumza na wengine wote watazungumza pale ambapo atawaambia waseme nini. Hali hii ikiruhusiwa kuendelea bila kukemewa au bila kufanyika kwa hatua za kusuppress tabia hii, Tanzania itafikia katika hali ya kupoteza amani yake. Nape Nnauye ni mtu ambaye nilijua kwamba ana uwezo mkubwa wa kisiasa, uwezo mkubwa wa kucommunicate, lakini pamoja na kwamba alikuwa anatumia propaganda zaidi katika siasa zake, bado ukweli ni kwamba alikuwa ni mwanasiasa mwenye bidii kubwa sana. Lakini baada ya siku kuendelea, alipata maturity ya kisiasa ya kujua kwamba uhuru na maslahi ya nchi ni ya muhimu zaidi kuliko maslahi ya mtu binafsi au maslahi ya chama. Na pale ambapo kuna baadhi ya viongozi ambao walitenda mambo ambayo hayastahili, kama alivyofanya ndugu Daudi Bashite au Makonda kuvamia kituo cha Clouds, Nape alikuwa mtu wa kwanza kulaani kitendo hicho. Na hii ndio sababu iliyopelekea yeye kuondolewa kwenye waziri wa habari na utamaduni na vijana na sanaa. Lakini hata hivyo, hakuna mtu anayelaumu rais kwa kumuondoa kwenye nafasi hiyo, kwa sababu ni uamuzi wake. Pamoja na kwamba ni uamuzi wa unafiki sana, lakini bado unabaki kuwa ni uamuzi wa halali kwa rais kuamua anamtaka nani kuwa waziri katika wizara za serikali. Kinachosikitisha ni kwamba hana uhalali wa kumzuia Nape kuzungumza, hana uhalali wa kumzuia Nape kuwa na uhuru wa mawazo, hana uhalali wa kumzuia Nape kuongea na waandishi wa habari, na mbaya zaidi hana uhalali wa kumtisha Nape kama Mtanzania kwa kutumia mtutu wa bunduki. Hii inadhihirisha kwamba tunakoelekea ni kubaya sana. Hii inadhihirisha kwamba Tanzania tumepata bahati mbaya sana ya kutawaliwa na kiongozi ambaye ana mawazo ya ukichaa, na asipodhibitiwa mapema, zisipofanyika hatua madhubuti za kupinga udikteta na wazimu wa kiongozi huyu wa John Pombe Magufuli, wa kudhani kwamba yuko juu ya sheria, wa kudhani kwamba amekalisha matako yake juu ya Watanzania, zisipofanyika hatua za ziada kumwajibisha, kumdhibiti, nchi yetu itaelekea kubaya sana. Na hasa wana CCM na waasa, msije mkadhani kwa kumtetea Magufuli mnatetea chama chenu au mnatetea uimara wa individual politicians katika chama chenu. Kumtetea Magufuli maana yake ni kuua amani, kuua umoja, kuua uhuru katika nchi yetu na demokrasia. Na hilo litakapotokea, vyama vya siasa, vyama vingine vya upinzani vitakavyokuwa vimekuwa suppressed, uonevu mtakaopata kutoka kwa Magufuli, watu wa CCM na hasa viongozi wa CCM wakiwepo wabunge, hamtakuwa na mtetezi, hamtakuwa na wa kusema, hamtakuwa na pa kukimbilia. So this issue now is beyond partisanship. This issue is a national issue. It is a national security issue. It is about our peace and solidarity.
Wekeni wabunge wote, natoa mwito, muweke mbali sasa itikadi zenu za kisiasa. Muhakikishe mnadhibiti hali hii ya upuuzi inayoendelea katika nchi yetu. Kwa maana kama rais anafikiri ana uwezo wa kutisha watu na mitutu ya bunduki, when they are threatened enough, God forbid, because they may think they will be justified also to protect themselves with guns, or to get rid of the threat with guns. And that will take us into a very slippery slope of danger and insecurity in our nation. Na pia natoa mwito kwa mawaziri wote wa CCM ambao wamechukizwa na kitendo hiki kichafu, kwa sababu huwezi kujua kama wewe ni waziri leo, kesho utajiuzulu, utaondolewa, au utaondolewa kwenye nafasi yako na kufanyiwa matendo ya kihuni na ya matisho kama haya yatakayokufedhehesha na kuleta hofu kwa familia yako na kwa na ndugu na jamaa na marafiki na jumuiya nzima ya Tanzania. The best way ya kudhibiti tabia hii, ya kudhibiti mwenendo huu mchafu na wa hatari katika nchi yetu, ni mawaziri wote wa CCM wanaopenda haki na amani, mjiuzulu, muondoke katika nafasi yenu, ili muonyeshe kwamba nchi haiwezi kuongozwa na mtu mmoja au matendo ya utashi wa mtu mmoja, bali inaongozwa kwa mfumo na utawala wa sheria. Ninaomba sana, hasa mawaziri vijana kwa wazee, ambao mnaelewa umuhimu wa amani, umuhimu wa haki, umuhimu wa utawala wa sheria, jiuzuluni as soon as possible, ili kuzuia machafu yanayoendelea katika nchi yetu sasa, ili kuzuia uvunjifu wa amani na impunity ya criminal leadership, udikteta mchafu unaofanywa na huyu ndugu John Pombe Magufuli. Na pia nilikuwa napenda kutoa mwito kwa vyama vyote na sio CCM peke yake. From now on, wagombea wote wanaoomba kugombea nafasi hasa ya urais lazima waende wakapimwe kwa daktari, ili kabla ya kuruhusiwa hata kukubalika tu kuwa katika candidates ya kuweza kufanyiwa primary voting. Lazima kila mtu, kama vile inavyotakiwa kwenda kila mahali kupata wadhamini, iwe pia sharti mojawapo ni kupata cheti ya daktari kwamba amepimwa afya na amepimwa akili, ili tusiishie tena kupata kiongozi kichaa kama huyu ndugu ambaye anahatarisha amani ya nchi yetu. Asanteni sana, and God bless you.